Kwa kuna mazuio ambayo yanawekwa ili kile ambacho Mungu ameahidi kisiweze kutokea, kisiweze kufanyika. Lakini kwa uweza wa Mungu na nguvu ya msalaba tuna uwezo wa kuondoa zuio na mambo yakakaa sawasawa. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndivyo neno la Mungu linavyosema katika kile kitabu cha Waefeso kwamba alikiondoa kile kiambaza cha kati. Na jana tulipata neema tukaona zuio la kwanza ni zuio la kutokumiliki. Lazima uondoe zuio lolote ambalo limewekwa katika ulimwengu wa roho, limewekwa katika ulimwengu wa mwili, ya kwamba mtu huyu asiweze kumiliki. Mtu huyu asiweze kumiliki. Tuliona mfano kwenye kile kitabu cha Yoshua, vinasema Yeriko ulifungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Kwa hiyo walitengeneza ukuta kuhakikisha kwamba hawa wana wa Israeli hawaingii kwenye ule mji na kuweza kumiliki. Kwa na wewe unaweza ukawekewa zuio kwenye ulimwengu wa roho. Unaingia mahali, unafika mahali, lakini uwezo wa kumiliki vilivyoko pale haupo, pamoja na kwamba Mungu amekuahidi, pamoja na kwamba neno limesema, lakini unashangaa kwako inakuwa tofauti, kwako inakuwa ni ngumu. Kwa nini? Kuna zuio limewekwa. Na zuio hili tuliona walioweka walikuwa ni wenyeji wa mji. Kwa hiyo watu waliokuwa wanaishi kwenye lile eneo, na nikakwambia kwa nini wanaweka zuio. Wanaweka ili kujihami. Bwana Yesu asifiwe. Wanajihami kwamba asiwepo mtu mwingine tena, asiwepo mtu mwingine tena wa kukaa mahali petu. Hatutaki kuona mgeni anafanikiwa mahali petu, hatutaki kuona mgeni anatunyang'anya mahali petu. Kwa hiyo wanaweka zuio. Kwa hiyo ni muhimu sana kwenda mbele za Bwana. Ukizubaa, ukitulia, utajikuta unakwama, na mwisho wa siku utaona kama Mungu amekuacha, lakini kumbe ulitakiwa uchukue hatua. Bwana Yesu asifiwe. Kuna andiko moja katika Isaya nalipenda sana, anasema kabla hatujaomba Mungu amejibu. Kwa kabla hujatamka, kabla hujaenda mbele za Bwana, Mungu alishajibu. Lakini kile kipengele cha pili anasema hivi, katika kunena nimesikia. Kwa hiyo Mungu alishajibu, Mungu alishafanya, ndio maana ametuahidi, lakini anasubiri useme. Unaposema ndipo anatenda. Utakumbuka hata wana wa Israeli, Ibrahimu aliambiwa kwamba uzao wako utakaa utumwani miaka 400, na baada ya miaka 400 mimi nitawatoa wakiwa na mali nyingi. Lakini huoni wametoka kwenye miaka 400, iliongezeka miaka 30 mbele. Biblia inasema walipolia, Mungu akasikia kilio chao, akawaangalia wana wa Israeli. Kwa ukinyamaza na Mungu ananyamaza, ukipiga kelele, ukisema, Mungu anasikia, na ndipo anaanza kushughulika. Sema amen. Sema amina kubwa. Kwa hiyo unao huo wajibu wa kuhakikisha unaomba, unashughulika, unapambana, kwa sababu amesema tuombe na yeye atatenda. Lakini leo nataka tuangalie jambo lingine tena kwenye kipengele hiki cha kuondoa zuio lililowekwa usimiliki. Nilikwambia Mungu amekusudia umiliki, lakini wenyeji wa mji wanaweza wakaweka zuio usimiliki. Na kwa nini wanaweka zuio? Kwa sababu wanajihami. Bwana Yesu asifiwe. Ni kujihami ili mwingine asiweze kufanikiwa, ni kujihami ili mwingine asiweze kuona mpendo. Lakini katika hilo jambo la pili, kwa nini wenyeji waliweka zuio? Kwa nini wenyeji wanaweka zuio? Kwa sababu hawakutaka watu wengine wa kigeni waingie kwao na kumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Yoshua sura ya 6 ule mstari wa 1 anasema hivi, basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa, kwa sababu
ya wana wa Israeli. Kwa jambo la kwanza nilikwambia kwa nini walifunga na kuweka zuio. Walikuwa wanajihami wao, kutengeneza usalama wao, kuhakikisha vilivyopo ni vya kwao, mtu mwingine hawezi kuvipata. Lakini jambo la pili, hawakutaka kuona mgeni anamiliki. Zuio linapowekwa, lengo ni kuhakikisha wewe mgeni unaingia kwenye mji huo, wewe mgeni unaingia kwenye eneo hilo, kuhakikisha kwamba hawezi kumiliki mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuliona pale kwenye Yoshua sura ile ya pili, Yoshua sura ile ya pili tuliona pale anasema, tumesikia habari zenu na ya kuwa Bwana amewapa nchi hii. Kwa kilichofanya tutengeneze ukuta ni kwamba tumeshapata taarifa na tumeshaelewa na tumemtambua Mungu wenu. Kwa sababu ya kuweka zuio ni kwamba ninyi hamtakiwi kumiliki mahali hapa. Kwa zuio linawekwa mahali la kutomiliki na wenyeji, kwa sababu hawataki kuona mgeni anamiliki. Roho Mtakatifu anisaidie niweze kutumia lugha nzuri ili uweze kunielewa vizuri hapa. Kwa nini hawataki kuona watu wa kigeni wanafanikiwa? Kwa sababu mara nyingi sana wenyeji huwa hawatamani kuona mgeni anamiliki, lakini tujue kuwa wageni huleta maendeleo. Sehemu nyingi zilizoendelea zimejengwa na wageni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hawa wenyeji wa mji, kwa nini hawataki kuona wewe unamiliki? Kwa sababu wanajua kabisa ukiingia pale utafanikiwa. Ndio maana waliwaambia wana wa Israeli, tunajua kwamba Mungu amewapa. Kwa sababu hiyo sasa hawatamani kuona mgeni anamiliki. Ndio maana unaweza ukaenda kuuliza mahali, unauliza kiwanja, unauliza jambo fulani, ukikuta wenyeji ndio wanakuwa wa kwanza kupinga, hasa wakijua wewe ni mgeni. Tayari wanatengeneza zuio, wanaweka zuio. Kwa nini? Wanajua huyu akija hapa atafanikiwa. Kwa hiyo hawatamani kuona unamiliki. Unaweza ukashangaa unapandishiwa hata bei ghafla. Umesikia ile eneo linauzwa milioni 1, ukienda wewe unaambiwa milioni 5. Halo, wangapi tushakutana na vitu vya namna hii? Unajiuliza imekuwaje? Mbona wengine unakutana mtu anakushuhudia kabisa, bana aise, kuna maeneo bana yana bei nafuu kabisa, yaani ukienda pale unapata. Unajidamka asubuhi, unaenda unafika pale, unaambiwa hatuuzi, unaambiwa tupe milioni 10. Lengo ni nini? Hawataki kuona mtu wa kigeni anamiliki, na wanajua kabisa huyu akikaa hapo lazima afanikiwe. Lakini tujue kabisa maendeleo katika miji mingi yalifanywa na wageni. Ile changanyikeni inapoingia, ile changanyikeni inapotokea, maendeleo yanatokea. Sasa wewe unapokuwa mgeni kwenye eneo, uwe na uhakika utawekewa zuio la kutomiliki. Kwa hiyo lazima uhakikishe unashughulika kwenye ulimwengu wa roho. Sema amina. Ukiridhika na kuona ni hali ya kawaida, utajikuta unakwama. Na watu wengi walishindwa kumiliki maeneo, walishindwa kumiliki mahali kwa sababu ya wenyeji, sababu wenyeji hawataki kuona unamiliki. Kwa hiyo uwe na uhakika ushirikiano watakaokupa ni mdogo sana. Ukiona unapata ushirikiano, mshukuru Mungu katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ukiingia eneo la ugenini ukawa na unasalimia sana watu, unawajulia sana watu, nasikia tu maneno, huyu naye ndo anajiona sasa yeye ndio mwema. Halo, mwisho wa siku unasikia tutaona. Tutaona. Umepika pilau pale kama Pasaka hii, unapika pilau, unakaribisha na majirani wanakula, moyoni unasema tutaona. Hawafurahi unawapa msosi, hawafurahi wamepata jirani mwema, wanasema huyu ni nani anaingia hapa na kwa nini anayatenda haya, na siku zako zinaanza kuhesabika tangia hapo, zinaanza
kuhesabiwa kutoka hapo. Kwa hiyo wenyeji hawapendi kuona unafanikiwa, hawapendi kuona unastawi. Sasa utawezaje kuondoa hilo zuio ambalo linawekwa na wenyeji? Jambo la kwanza litakalo kusaidia kuondoa zuio linalowekwa na wenyeji la kutomiliki mahali ambapo amekusudia Bwana. Ziko njia ambazo unaweza kutumia kuondoa hilo zuio. Kwa sababu tunazungumza juu ya kuondoa zuio, lazima nikupe na vitu vitakavyokusaidia. Jambo la kwanza litakalo kusaidia kuondoa hilo zuio linalowekwa na wenyeji ili usiweze kumiliki. Jambo la kwanza ni kuondoa kila miungu yao waliokuwa wakiitumikia katika eneo unalotaka kumiliki. Unataka kumiliki mahali na tayari kuna zuio limewekwa na wenyeji. Utawezaje kuondoa zuio la kutomiliki mahali hapo? Ni kwa kuondoa kila miungu yao waliokuwa wakiitumikia katika eneo unalotaka kumiliki. Iko hivi, mahali popote unapoenda palipo na wenyeji, kuna namna ambavyo ibada zilikuwa zinafanyika na kuna miungu ambayo inamiliki kwenye hilo eneo. Halo, hakuna mji ulianza kienyeji. Naenda pamoja? Kama uko na mimi punga mkono. Naona kama mnanishangaa sana. Unataka kufanikiwa uweze kumiliki kwenye huu mji wa Kakola, wenyeji wapo, walishaweka zuio, wametengeneza ukuta, wametengeneza taratibu, wameweka mifumo ya kwamba mtu anayeingia mahali hapa lazima awe wa namna hii, lazima afanye hivi, lazima atembee katika nyanja hizi, lazima apite katika haya, ndipo atakapofanikiwa na ndipo atakapostawi. Wewe unafika pale una utaratibu mwingine, wewe unafika pale una mambo mengine. Utawezaje kuondoa hilo zuio? Ni kuondoa kila miungu waliokuwa wanaitumikia kwenye hilo eneo, kwa sababu zuio linapotokea kwenye mji, uwe na uhakika miungu ya lile eneo inahusika mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Fungua kwenye kile kitabu cha Kutoka sura ile ya 23 mstari wa 23 na 24. Kitabu cha Kutoka, tuone wana wa Israeli wametolewa Kanaani, wametolewa Misri, wanaenda Kanaani. Msisitizo wanaopewa ni upi? Biblia inasema hivi, Kutoka sura ile ya 23 mstari wa 23 na 24, alafu tutasoma pia Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 33 ule mstari wa 15. Kutoka 23 mpaka 24 na Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 33 ule mstari wa 15. Biblia inasema hivi, mstari wa 23, kwa kuwa malaika wangu atatangulia mbele yako na kukufikisha kwenye Mwamori na Mhiti na Mperizi na Mkanani na Mhivi na Myebusi, nami nitawakatilia mbali. Mstari wa 24, usiisujudie miungu yao wala kuitumikia, wala usitende mfano wa matendo yao, bali utaiangamiza kabisa, na nguzo zao utazivunja vipande vipande. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia hivi, malaika wangu atatangulia akupeleke mahali ambapo nimekuandalia uweze kumiliki. Mahali gani? Anamwambia kwa Mhiti, kwa Mkanani, kwa Mhivi, kwa Mperizi, kwa Myebusi. Anasema hapo patakuwa mahali pako, lakini ili uweze kumiliki, hakikisha auisujudii ile miungu yao wala kuitumikia. Hakikisha unaiondoa na kuikata vipande vipande, kwa sababu kwenye eneo lolote ambalo unaenda au mji wowote ambao unaenda, kumbuka wakati tunaanza nilikuonesha kwenye kitabu cha Ufunuo sura ile ya 5 ule mstari wa 9 na wa 10,
Anasema alichinjwa, akamnunulia Bwana kabila za watu, akawafanya kuwa ukuhani na ufalme, nao wanamiliki katika nchi. Kwa hiyo wewe umewekwa Kakola, maanake nchi yako ni Kakola. Umewekwa Tanzania, nchi yako ni Tanzania. Sasa uko Kakola, unataka kumiliki. Hakikisha miungu iliyokaa hapa hauambatani nayo, haufati taratibu zake. Ondoa, jitenge nayo. Ukifanikiwa kuiondoa, na zuio limeondoka katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Sababu kila mji una miungu yake, na kwa kuwa una miungu, una taratibu za kuabudu, una taratibu za kuifuata. Unataka ufanikiwe, lazima utembee kwenye zile taratibu. Ndio maana utaona ukiingia baadhi ya miji unaambiwa, mzee, unataka kufanikiwa, waone wazee kwanza. Waone wazee wakupe taratibu za hapa. Kuna baadhi ya mibuyu ilikuwa haitoki barabarani. Sasa walipotaka kuikata, ilibidi watafute wazee wajadi wawape maelekezo namna gani vile vitu vitaondoka. Kwa nini? Unapoingia mahali tayari kuna ufalme huko pale. Ndio maana anasema alichinjwa akatufanya kuwa ufalme na makuhani. Maanake na sisi ametupa mamlaka ili tuweze kupambana na hizo falme. Tukishaziondoa tunamiliki na kutawala katika jina la Yesu. Unataka kuondoa zuio la kumiliki mahali ambako amekuweka Bwana. Hakikisha moja ya vitu unavyoshughulika navyo ni kuondoa ile miungu na kuhakikisha hauiabudu wala kuitumikia. Hata kama wao wana taratibu za kwao, wewe usizifuate katika jina la Yesu. Wewe usiambatane nazo katika jina la Yesu. Kwa nini? Miungu ikishakaa pale ndio inaweka zuio. Kwa nini Rahabu anazungumza pale? Rahabu anasema, tumesikia mambo ambayo Mungu wenu ameyafanya na tumejua yeye ndiye Mungu. Kwa hiyo kama amempiga Mungu wa huyu mfalme Sihoni na Ogu, amewapiga pamoja na miungu yao, na Farao amepigwa pamoja na miungu yao, kumbe hata Mungu wetu hawezi kutusaidia. Ndio maana tumeweka ukuta. Kwa hiyo tunajua Mungu mliye naye sio wa kawaida. Kwa nini? Swala la kumiliki eneo linahusisha ulimwengu wa roho na linahusisha miungu. Bwana Yesu asifiwe. Linahusisha nini? Miungu. Ndio maana nilikwambia kuna zuio kwenye ulimwengu wa roho, na kwenye ulimwengu wa roho tuna Mungu aliye hai na tuna ufalme wa giza. Kwa hiyo shetani alipotupwa alijimilikisha huu ulimwengu. Anasema mimi hivi vyote viko kwenye himaya yake. Ndio maana alimwambia Yesu, ukinisujudia hii miliki yote nitakupa. Kwa hiyo kuna miungu ameipanda mahali, kuna maajenti wake wako mahali wanamiliki pale. Sasa wewe unaingia unataka kumiliki, wakikuangalia kwenye ulimwengu wa roho una chapa ya Kristo, wanasema huyu hawezi kumiliki hapa. Unaundiwa figisu. Nini cha kufanya? Zuio lipo, lakini tuna uwezo wa kuondoa katika jina la Yesu. Ingia kwenye maombi, anza kushughulikia. Ndio maana hapa akawaambia malaika atatangulia mbele yenu, atawapeleka kwa Mkanaani, atawapeleka kwa Mhiti. Mkifika pale msisujudie miungu yao, bali bomoeni kabisa, ondoeni ile miungu, ivunjeni vipande. Unataka kumiliki Kakola, sema na mkuu wa anga, sema na anayemiliki, sema na miungu ya hapa, ondoa katika jina la Yesu. Ukishaipiga utamiliki katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu asifiwe. Usiposhughulika naye utajikuta unapiga mark time, uko pale. Unaanza kusema jamani, vita ni kali, yaani huu mji. Habari ya miungu sio swala la mzaa. Halo? Kwa sababu miungu ikishakaa inatengeneza ule ufalme, na ikishatengeneza ufalme inaweka utaratibu, inaweka mfumo. Kwa hiyo mtu yoyote anayetaka kwendana na kile kitu afate zile taratibu. Ndio maana Mungu alipowaambia waondoe, moja ya jambo aliwaambia, hakikisheni ukifika pale amfanye agano lolote na wenyeji wa mji ukawa mtego kwenu. Kwa nini usifanye agano? Kwa nini usifanye mapatano? Anasema isije ikawa mtego kwako. Kwa nini mtego? Ukishaingia makubaliano, ukishaingia mapatano, manake tayari umefungwa, umekubali kufuata taratibu za yule Mungu. Tayari uwezo wa kumiliki hauko, lazima utembee kwenye ule mfumo. Sasa mtu akifika anaambiwa sasa ili ukae hapa
lazima ufanye 1 2 3. Na unasema si ni taratibu za kawaida tu kwani zina shida gani? Ni mfumo tu. Mtego. Si kila taratibu za kimila unapaswa kuzifuata. Halo? Si kila taratibu zilizowekwa za kimila kwamba hapa kuna mfumo huu, ukitaka kujenga si ufanye hivi, umwage unga, si ufanye nini, si ufanye nini, kwa kuwa na wewe umehamia hapa lazima ufanye, vinginevyo hapa hawajengaji, vitu vikaenda. Na wewe unasema okay, kwa kuwa mimi shida yangu ni kujenga, kwani hizi taratibu zina shida gani? Wacha tu nifanye ninayofanya. Imeshakuwa tanzi kwako na imekuwa mtego kwako, umeingia kwenye kifungo. Mungu akawaambia ili Kutoka 33, msifanye maagano nao. Kwa hiyo lazima uondoe ile miungu. Ukiruhusu ikapata nafasi, uwe na uhakika huwezi kupenya, sababu Mungu alichosema katika amri yake, usiwe na miungu mingine ila. Kwa hiyo unapomwacha na kuiacha ile miungu, manake tayari unatengeneza falme mbili. Na ndio maana hata ukipenya unashindwa kuelewa ni Mungu gani anakusaidia, ni Mungu gani anakupa majibu. Ndio maana huwa napingana sana na wale watu ambao wana andiko lao linalosema jisaidie na Mungu atafanya nini? Atakusaidia. Kuna kujisaidia na Mungu. Sasa kule kujisaidia wanakosema wao, ndio wanakwambia, mtu anakwambia maisha hayaendi hivi hivi. Ni kweli tunasali, lakini nawe lazima ujiongeze, jizidishe. Mtu wa Mungu takupeleka mahali, ndio kujiongeza. Unapelekwa mahali, unajiongeza. Jumapili unakuja na unaleta na sadaka hapo, na ukifanikiwa na kule tena unapeleka sadaka. Sasa ni Mungu gani amekusaidia? Halo, unga mkono wako namna hii. Wengi tumefeli na tunashindwa kumiliki kwa sababu tumemkataa Mungu, tumeambatana na miungu, tumeiruhusu miungu kuwa na nguvu kwenye maisha yetu, tumeiruhusu Mungu kutawala kwenye maisha yetu. Muda umefika, wewe ni wa Bwana. Teketeza hiyo miungu katika jina la Yesu. Ingia kwenye maombi, mwambie Bwana, ni wewe umenileta Kakola, najua iko miungu ilikuwa inamiliki. Yuko mkuu wa anga alikuwa anamiliki, ametengeneza mfumo, ametengeneza utaratibu ya kwamba watu wote wanaofanikiwa Kakola lazima waende kwa waganga wa kienyeji. Watu wote wanaofanikiwa Kakola lazima waende wakafanye matambiko. Mimi sitafanya, ninaangua huyo mkuu wa anga katika jina la Yesu. Maana nimeambiwa nivae silaha zote.